naambia roho yako lo how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Koro yakwa, koro yakwa, leune goinera. Mwambie Bwana usiku wa leo, moyo wangu unakutolea ibada. Moyo wangu Bwana unakutolea ibada. Ni wengi wanaabudu miungu mingine, lakini moyo wangu Bwana nimeamua ya kwamba nitakutumikia wewe. Nimeamua ya kwamba Mungu ni wewe peke yako nitakaye abudu. Pokea sifa za moyo wangu Bwana usiku wa leo. Moyo wangu na ukalisifu jina lako. Moyo wangu na ukalisifu jina lako Bwana. Kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Moyo wangu na ukalisifu jina lako Yesu. Moyo wangu na ukaliabudu jina lako. Ni mwabudu nani kama sio wewe Mungu wetu? Ni mtukuze nani kama sio wewe Bwana? Ni msifu nani kama sio wewe Mungu? Ni wengi wanaabudu sanamu, ni wengi wanaabudu miungu mingine, lakini tutakuabudu wewe Mungu wa kweli, ambaye tunajua kwamba unayo masikio Bwana, unasikia. Hatutaabudu miungu ambayo iko na masikio na haisikiangi, iko na mdomo na hainenangi. Sisi tutakuabudu wewe uliye Mungu wa kweli. Tusaidie Bwana kutoka ndani ya mioyo yetu tukakutolee ibada. Tusaidie Bwana ile ibada tutakayo kutolea siku ya leo ikakubalike mbele zako kwa jina la Yesu. Tunakupenda Bwana, sisi sote Bwana tukakupendeze. Maisha yetu Bwana yakakupendeze. Ibada ya siku ya leo Bwana ikakupendeze kwa jina la Yesu Kristo. Ni wengi wanatoanga ibada na unakosa kuzikubali. Tunakusihi, tunakuomba Mungu wetu,
katikati ya wale watu wengi wamekusanyika wakitafuta uso wako Bwana, usitupite. Tunaomba ukakubali, ukapokee ibada yetu ya siku ya leo. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakuomba ya kwamba usiwe na kipimo katikati yetu, usiwe na kipimo ndani yetu. Tawala kila mmoja wetu, ongoza kila mmoja wetu, tamalaki ndani yetu na katikati yetu, kwa jina na damu ya Yesu. Hatuwezi bila wewe Roho wa Bwana, hatuwezi bila mwongozo wako Roho Mtakatifu wa Mungu. Na ndiyo maana jioni ya siku ya leo tunakupa sifa, tunakutolea ibada kwa jina la Yesu. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya nguvu zako Mungu wetu. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya uwepo wako Baba yetu. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya uguzo wako Bwana. Tunasema ni asante, ni kwa sababu umetupa muda na umetupa nafasi kuingia ndani ya nyumba yako Bwana, na ili tukakuabudu, na ili tukatafute uso wako Bwana, ya kwamba wale wote wanaokutafuta Bwana unaonekana. Onekana mfalme wa amani kwa maisha ya kila mmoja wetu, kwa hali ambazo tunapita ndani usiku wa leo Bwana. Onekana, fungua wote ambao wamefungwa. Tunatangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Tunatangaza ukombozi wa ajabu kwa jina na damu ya Yesu. Na ndipo Bwana tunaita damu ya Yesu, tunanena damu yako Yesu iliyo na nguvu na uweza wa kufungua vifungo vyote, wa kufungua vifungo vyote kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana, ni kwa sababu ya wema wako. Asante ni kwa sababu ya nguvu zako Mungu wetu. Uwepo wako Bwana na ukaenende pamoja nasi. Tunatamani kuandamana na wewe usiku wa leo. Tunatamani kushiriki na Roho wako Bwana. Tunatamani kuongozwa na wewe. Tushike na mkono wako ulio na nguvu na uweza. Tushike na mkono wako wa kuume Mungu wetu, ulio na uweza, ulio na mamlaka kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu utakapotuinulia mkono wako Bwana, nguvu zingine zote zitatii chini ya nguvu zako. Ufalme mwingine wowote ambao sio ufalme wako Bwana utatii chini ya ufalme wako na chini ya mamlaka yako Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba ufalme wako Bwana uje. Tunaomba ufalme wako Bwana uje. Mapenzi yako yatimie hapa duniani kama vile mbinguni Mungu wetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu. Jina lako Bwana litukuzwe. Hakuna aliye mwema kama wewe Bwana. Hakuna anayeweza kama wewe Mungu. Tunasema ya kwamba unaweza ni kwa sababu umetuwezesha. Tunasema ya kwamba unaweza ni kwa sababu umetuwezesha. Asante Bwana, ni kwa sababu tunajua kwamba nguvu zako zina uwezo na zina nguvu wa kuponya magonjwa yote. Tumeona Bwana ukitenda haya kwenye nyumba hii na kwenye madhabahu yako. Ni asante ni kwa sababu hata usiku wa leo nguvu zako hazijapunguka kamwe. Ungali bado kazini na unatenda mambo makuu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, wewe ni mwema. Pokea sifa, wewe ni Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Pokea sifa, wewe ni mwema. Twakuinulia mioyo yetu juu. Twakuinulia macho yetu juu. Ukatufungue macho ya kiroho Bwana, na ili tukaweze kuona ukuu wako. Ukatufungue masikio ya kiroho Mungu wetu, na ili tukaweze kusikia Bwana yale ungetamani tusikie usiku wa leo, kwa jina la damu ya Yesu. Najua kwamba kuna hali unabadiliza, kuna mambo ambayo tumekuaminia Mungu wetu na unayatenda usiku wa leo. Ni asante, ni asante, ni kwa sababu ya uwepo wako pamoja nasi na katikati yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Unasema kwamba tutakapokuita Bwana utaitika. Tuitike usiku wa leo, tuitike Bwana, ni kwa sababu uko pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana, chukua ushukani kwa jina la Yesu. Hakuna aliye kama wewe Mungu. Asante Holy Spirit of God, chukua ushukani, ni kwa sababu wewe ni mwema. Kwa mioyo yetu na kwa mawazo yetu
ukaifanye upya usiku wa leo. Hata kana kwamba tutajigamba, tujigambe ni kwa sababu yako, na tujigambe ni kwa ajili yako, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, asante Yesu. Nena na kila mmoja wetu usiku wa leo kwa njia ya kipekee na kwa njia ya ajabu, kwa jina la Yesu. Tunakuhitaji usiku wa leo, tunakuhitaji Roho wa Bwana usiku wa leo, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Asante Bwana, na ni kwa sababu umetutenda wema, tunayo kila sababu ya kusema ni asante. Umetutenda wema Baba yetu, umetutenda wema. Umetuepusha na magonjwa, umetuepusha na ajali, umetuepusha. Haujakubali mapenzi ya adui yetu yatimie maishani mwetu. Mungu ni asante, ni kwa sababu umetulinda, umetuhifadhi, umetuzunguka na ukuta wa moto wa Roho wako Bwana. Tunasema ni asante. Pokea sifa Bwana na utukufu. Wewe ni Mungu. Tafakari ubali Mungu amekutoa mahali, Mungu amekufikisha, na ukitazama uone ya kwamba si kwa nguvu zako na wala si kwa uweza wako. Ni wengi wangelitamani kufika mahali umefika na kuwa jinsi ulivyo, lakini wema wa Mungu, ukuu wa Mungu, nguvu za Mungu na upendo wa Mungu umekuwa juu yako. Ndio maana umeingia ndani ya nyumba ya Mungu, hata sana sana si kuleta mahitaji yako, bali kumshukuru Mungu na kumwambia ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Umbali nimetoka ni wewe, mahali nimefika ni wewe, na mahali ninaenda ni wewe Mungu. Nani kama wewe? Nikufananishe na nini Mungu wangu? Nikufananishe na nani Bwana? Nikutoshanishe na nini Mungu wangu? Nikutoshanishe na nani Bwana? Huwezi toshanishwa na huwezi fananishwa na wafalme wa dunia, ni kwa sababu wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu kama wewe. Yale umenitendea Bwana yataishi kuwa ushuhuda ndani yangu, ni kwa sababu yale umenitendea hakuna mwingine angeweza kunitendea. Umbali huu Bwana ni wewe umenifikisha. Ninayo kila sababu Bwana ya kusema ni asante, ya kwamba wewe uko mzima, umheli wa afya. Jamii yako iko salama, si kwa nguvu zako, si kwa kujitahidi kwako, bali imegharimu mkono wa Mungu, imegharimu nguvu za Mungu. Mwambie Bwana ni asante. Tulianza mwaka salama ndio, na tumefika mwezi wa 3. Ni wengi tulianza mwaka na wao, na saa hii hawapo, hata wamesahaulika. Wewe hakuna kitu cha dhamana umemkabidhi Mungu, hakuna kitu kizuri umefanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni rehema zake tu, ni huruma za Mungu tu zimefanya ukawa jinsi ulivyo. Mwambie Bwana ni asante. Hata kwa wokovu wa siku ya leo, mwambie Bwana ni asante. Hata kana kwamba sijakamilika, hata kana kwamba sijakaa jinsi mapenzi yako yalivyo, ungali bado unanipenda. Neno la Mungu linasema ya kwamba ingelikuwa Mungu anatuhukumu kulingana na dhambi zetu, sidhani kuna mmoja angesimama patakatifu pa Mungu. Ni kwa huruma za Bwana, ni kwa neema ya Bwana, kwa jina la Yesu. Kama sio huyo Mungu, jiulize ungelikuwa wapi? Kama sio huyo Mungu, hujui ungesema nini? Kama sio huyo Mungu, hujui ungeenda wapi na ungekuwa wapi? Hata kana kwamba umekutana na masaibu, hata kana kwamba umekutana na uzito, Mungu amekuwa Mungu wa upande wako. Amesimama na wewe, amepigana vita zako, amekushindania kwenye majaribu. Ni kwa sababu mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini huyo Mungu anakuokoa kutokana na hayo yote. Ni kwa sababu anakupenda. Mwambie Bwana ni asante. Asante Bwana, asante Yesu, asante Mungu wetu, asante Mungu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana hata kutupa mahali pa kuabudu, tunasema ni asante. Kuna wengine wako huko nje hata hawajui maana ya kwenda kanisani, na wewe Mungu amekuleta mahali hapa upate mahali pa kuabudu Mungu, upate mahali pa kunena na huyo Mungu.
Mwambie ni asante. Ni kwa sababu ya kunipa madhabahu ambayo wakati mambo yamenilemea, nikikimbia kwa yale madhabahu ninapata usalama. Mwambie Bwana ni asante. Ni asante. Ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Umenipa mchungaji ambaye huwa ananilisha, amekuwa mchungaji mwema. Mwambie Bwana ni asante. Kuna watu hawana watu wa kuwaelekeza, wako tu wanaishi kwa neema. Mwambie Bwana ninasema ni asante. Pokea sifa Mungu wetu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana ni asante. Kama sio wewe Mungu, hatujui tungelikuwa wapi. Kuna aliye mwema kama wewe Mungu wangu, hakuna aliye mwema kama huyo Mungu. Asante Yesu. Hakuna aliye mwema kama huyo Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Pigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kwa jina la Yesu Kristo. Habari zenu. Siusalimie mwenzako, mwambie karibu kwa kesha ya leo. Mwambie you are in the yes. Usalimie tu kwa raha. Mwangalie tu kwa sura mzuri. Wacha kukaa kwa hiyo sura baya baya uko nayo. Young girl. Come. Mwangalie tu kwa sura mzuri. Yes. Mwambie kumbe unakaaga hivyo usiku. Mwambie tu kumbe unakaaga hivyo usiku. Unajua nilikuwa nakuonaga, simama tu hapa, chukua microphone. I want us to do a worship. Just a good worship. Yes. It's a nice worship. Go to it. As we prepare this night. I want us to get into this worship, and we usher in a night of a special dedication towards surrendering to God because of what He's about to do to you. Please do not interfere with the microphone. Leave it the way it was. This is a night that we are winning this battle. You know, we have been doing teachings about witchcraft, and today is a day that you are breaking away from any form of witchcraft that has been in your life. Prepare your heart, because this is very special. This is very wonderful. This is something that you really needed in the rest of your life. Somebody with a keyboard, lift up your hand as we pray first. Thank you, Father. We give you glory and we give you honor. You are the Lord, you are the Master. We worship you. In Jesus' name. Go on. Kuabudiwa
kuheshimiwa ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, waabudiwa, kuheshimiwa ni wewe. Mwambie wa kuabudiwa ni wewe. Open up your lips and speak to God. Mwambie you're the master, you're the king of kings. I came here to worship. Nimekuja kuinua jina lako. Nimekuja kusema wewe ni Mungu. Nimekuja kusema unastahili kuabudiwa. Mwambie wewe ni mwenye nguvu. You are the God of gods. Uribaba shandololozaya. Remeketeteterebosondo. Wana marazendeleleboziri andararaza. Oh yes. Hakuna mwingine wa kulinganisha na wewe. Wanadamu nani wa kusimama mbele zako? Hakuna. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Unawaonyeshea kuwa wema na fadhili. Kwa kuabudiwa, kuabudiwa ni wewe, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu. Wastahili Baba, wastahili heshima yote. Oh yes, ora mashendel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 e. Ora nana mashandolozaya rina ketetetete. Oh yes, ora barina shendelelelelelelele. Ori maketaya randara baba seketaya. Zakata torolololololololo zaitelelelele. Unastahili, unastahili. You deserve, you deserve. Ora mashandololo. Resheketaya rana mazakata. Yakalalalalalalala. Rebeket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 e. Rabashandololololo. Unastahili Baba, unastahili, 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 unastahili. Tunakuabudu maana wewe hakuna mwingine. Uyara mashandolololo. Rebererererere sakantadara. Rana zaya rana mama mazeketerere. Rana shandol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 o. Rebasa katata totori mama ze. Yes araba shandererererere. Unastahili, 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 unastahili.
ni wewe. Oh yes, oh yes. Thank you. Thank you. We thank you, Father. Tunakuabudu, tunakushukuru. Unastahili Baba kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nainua mikono yangu Baba, licha ya kuwa ni mikono michafu. Naifungua kinywa changu licha ya kuwa ni kichafu. Nalete mwili wangu mbele zako licha ya kuwa ni mchafu, na kuomba tu msamaha. Msamaha wa dhambi zangu zote ambazo nimezitenda makusudio na zile nimetenda bila makusudio. Nimeleta dhambi zote zimetendwa na huyu mtu wako hapa mbele, zote ambazo zimeanza makusudio na dhambi zote ambazo si za kusudio. Baba, ukatuweze kutukumbuka tu. Tukumbuke, maana hatustahili hata kusimama mbele zako. Hatustahili hata kuwa kwenye madhabahu kama haya. Hatustahili Baba hata kuitanishwa ama kutaja jina lako. Lakini twakuomba tu msamaha. Twakuomba tu tushike mkono, tusamehe. Na kuomba Baba ukaweza kunishika tu, na ukawashike watoto wako hawa, ukawawezeshe kukaa katika malengo yako. Maana sisi zote ni wadhaifu. Sisi zote hatuwezi, hatuna nguvu, hatuna uwezo wa kujipeleka mahali, ila kupitia kwako tunapata nguvu. Kumbuka mama aliye hapa. Kumbuka mtoto aliye hapa. Kumbuka baba, mvulana na msichana wote waliye hapa. Wakumbuke hata wale wanatutazama kule nyumbani. Kawaguze tu na ukaweze kuwabadilisha. Kuna wanapitia hali ngumu, hali ya kiafya, hali ya kimazingira, hali ya maisha yamekuwa magumu. Hawawezi na hawajiwezi. Ninakuomba tu kawakumbuke. Wakumbuke tu. Tumekuja kwenye mkesha huu Baba, sio kukuomba, sio kuuliza kitu chochote kutoka kwako, ila tu tumekuja kusema wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Hatukuja hapa kwa sababu ya vile umetufanyia, ila tuko mahali hapa kusema wewe tu, you are God. You are Jehovah Nisi. You are Jehovah Elohim. You are El Shaddai. You are the mighty God, the King of Kings, the King of Glory. Umekalia kwenye kiti chako cha enzi. Umekanyagisha nyayo zako hapa duniani kwa ajili ya sisi, ndio kaweze kutuongoza. Mwanao Yesu ako katika mkono wako wa kulia, anatutetea. Tumeunganika na mamilioni wa malaika na makerubi na masarufi walio mbele zako, wamesujudu wakisema unastahili kuabudiwa. Wanasema wewe ni msafi. Wanasema wewe ule mutheru Ngai. Twanyitanira nao kuga ule mutheru. You are holy. You are God. You are the King of Kings. You live and you stay in heavens. In your precious places of heavens, you are glorified. In Jesus' name we say amen. You may be seated in your precious seat. Make sure there is no vacant seat in front of you. As we get into this precious moment today, a moment that we are going to be blessed. I know we have struggled in our lives. We have been up and downs. We are trying to fix things and sometimes are not working. We have been this topic of witchcraft. And as I've been teaching, I've found myself in a situation of understanding that witchcraft is not what we think is witchcraft. We have always thought that ni ule mchawi, ni kamote. But I have come to discover witchcraft is more than what we think. That in life, every moment,
every move you make surrounded by witchcraft. And that sometimes we found ourselves that we are so weak in our dealings, in our days, the movements of daily, and it has been complicated. That every time you try to move, every time you try to walk, every time you try to do things, witchcraft is around you. But that I came to discover that all of us, we are witches in one way or the other. If you have ever cast something, you're a witch. If you have ever been annoyed and said, nimekuachia Mungu, that's witchcraft. Umemwachia Mungu amfanyie nini? Ambariki. We dakuiga makoine magai. Dago tigera gai we ni ukomenya gai wakwa. Is that not witchcraft? Is that not witchcraft? But we have even embroiled God into witchcraft. When I say that we have brought God into these systems, and because of that wicked systems that we have, we sometimes, we the chosen, because I believe you are a chosen. As I was looking at the book of Jeremiah 1, chapter number 1, verse 4, where God was talking of Jeremiah, that before you were born, I knew you, and I sanctified you, set you apart, and anointed you to become what? A prophet unto the nation. And I looked at every faces of people, and even myself, I saw that before I was born, I was known. Before I was born, I was anointed. Before I was born, I had been put aside for the purposes and for the work of God. So before you were born, God had already set you apart. Before you were born, you had already been anointed. Before you were born, you had already been set aside from any other person. Meaning that before I was born, I had already been subjected to the world of being a chosen one. Tell your neighbor, I am a chosen man. Or a woman, whatever you are. Say, I am a chosen. I am chosen. Because I have been kept aside. I am not an ordinary person. I am not an ordinary human being. I have been set aside. That is why you found yourself today in this sanctuary to come and look and worship that who set you aside. The people that were not set aside, they are not with you here. Because they have been set aside in another angle. They have been set aside in another position. You are set aside in this position because this is the precious position for you. Hallelujah. And therefore, I want, just before we get into the main subject, I want to see why people envy you or why people hate you. Did you really know that you are hated? Did you know you are hated? Because of you are a Christian? Do you know that you are hated because you are a Christian? Do you know you are hated because you love your God? Do you know you are hated? People are just asking, why at the end of KESHA? What is she lacking? Is that making sense? That's nonsense. They hate what you are doing. They hate who you are. They hate the man, the woman that you are. Why are you hated? Why do they envy you? Why do they hate you? Why do they envy you? Is it because you carrying a face of hate? Is it because you are carrying a face that everyone will look at this face and say, oh, hallelujah. I discovered there is no one who is Moshongi. There is no one on earth. Because everyone, if you look at somebody, you are seeing God, because this is the image of God. And God said, let us make man and woman in our own likeness. Meaning when you are in the likeness of God, nobody is a Moshongi. So that one put it aside. Hakuna. Hallelujah. If you open your mouth to say, oh, your name Moshongi, you are just stupid as your mouth is opened. Because you are abusing your God. Because in the likeness of God, in the likeness of who? These men, they were made in the likeness of God. And when you are made in the likeness of God, it means you are God yourself. A representation of God. Given an authority to reign supreme on this world. That is why he gave you dominion.
And when you are given dominion, you are given power to triumph over snakes and scorpions, and they cannot hurt you. You have the power to subdue the earth, and the earth will produce anything that you want. So, because of the power that you have, that makes people misunderstand you. Hallelujah. Because of the power that you have, you are able to subdue the earth, and they are worried, how did she do that? And you got the power to have dominion on this earth, and they ask, where did they get the dominion? How did they make it? How are they in the heart of the city, in the CBD, and they have a sanctuary? That is where the synagogue is. How did they make it there? You are a millionaire. How did you find yourself? You have a visa to the United States. How did you find it? You have a visa to Canada. How do you find it? You have a church. How did you find it? You have a business. How did you get there? You are a manager in a company. How did you find there? That which makes them not understand how you found yourself there. That is the cause of why they are hating you. Now I want us to look at 7 or 8 or 10, if God allows me, the reasons why they hate you the most. Why will they discuss? Why will they go in a YouTube channel and start abusing you in the YouTube channel? Why will these people in this church, they are members of this church, they are good friends in this church, they are my followers in this church, but they will get a seat somewhere in the corner and discuss me in hate? Hallelujah. Why will you eat with her, drink with her, but tomorrow she will be discussing you with this lady? Why? Why will you have a husband that you are married, man who took men and women to your compound's father, and they gave goats and they gave whatever they gave because of you, and they celebrate? But the same woman, the same man will be moving around abusing you and calling you stupid. He will be discussing you. And these women will go around and say, ask yourself, this is a woman you went and paid a goat or goats because of her. You paid money. You collected people to go and take you there. This is a man that you love. This is a man, and you went and promised people that this is a man of my future. This is a man that I love. This is a man that breaks my ribs. Yeah? Hallelujah. Why do they hate? Why do they? Let me say, Christians were never, they can't hate. Chosen people are not hated. Can you be able to hate a chosen person? No, you envy. But you are envied. Why? One reason. Reason number one. You are envied because you see in you what they can't see inside you. Hallelujah. That you are so special that what you are, they are not able to notice. They are not able to see. Hallelujah. And when they see you and they see what is in you, they are not able to be able to verify or to connect themselves with you, because you have something that they don't have. In a shorter language, that what you have, they don't have. That is why they hate you. That is why they envy you. That is why they say, they talk all manner of stories. It is not because you are poor. It is not because you are what they are saying, but because you are special than them.
And why are you special than them? The moment you recognize that you have a bigger God, the moment you recognize the purpose of you with God, the moment you recognize that you are special, the moment you recognize that you are a prophet unto the nation, the moment you recognize yourself and see the purpose of God in you, and they are not able to see the purpose of God that is in you, then they will start discussing you because you are supernatural. Hallelujah. So whatever you are, if you are hated, if they are envying you, if they are discussing you, know that you are supernatural. You are better than them by far. You are superior to them. Hallelujah. If you've ever had a person abusing you, if you have ever had people discussing you, if you have ever had people talking about you, it is not your fault. It is because what you are carrying, they cannot be able to handle. That is why they have time to discuss you, because they themselves, they are empty. If you find a people or people discussing somebody, inside them, they are empty. That is why they will have time to discuss. They are not occupied. Hallelujah. Anytime you find that so and so was discussing so, or who and who was discussing, the inside them wako empty. Hawana kitu, ni debe lisilo na chochote. So do not argue back to them. Because when you argue back to them, you'll be emptying yourself into an empty debe. And eventually, they will usurp you. They will suck everything from you. And they will become more useless than them. So you better shut up. They abuse you, you refuse to reply to them. Hallelujah. They talk anything bad against you, don't reply. Just keep quiet. Continue, because you have a purpose. You have a direction. You have a move with God. When you know that you have a move with God, you are headed somewhere, you are going somewhere because you got a purpose with God, then God has put an installation in you that prevails over anything they see. Therefore, they will not be seeing you, they will see the glory of God. And it is that glory of God that confuses them. Instead of seeing anything positive, they will see everything negative because they can't connect what it is. And when somebody is disconnected from you, cannot connect what it is that he is seeing, the glory of God that he is seeing, these people will discuss you because they have nothing to connect you with. Hallelujah. That is why they hate you. They just want to subdue you because they don't understand you. And because I don't understand you, what I will try to do is to bring you down, so that the shining figure that is in you will not shine. Because if somebody else sees you who knows what you are carrying, then you will carry the favor towards them. So what I'll do, I will block you so that this lady will not be able to see the power that is in you. So whatever I will be doing is to separate you, to make you look like you don't belong, look like you are a shadow of yourself, look like you are not worthy. And then once I hate you and subdue you, I'll cause you to start hating yourself. So the haters in your life are organized, or are a group of people that organizes them to subdue you so that you can speak. Come like them, because haters, they have hated themselves before they hated you. Hallelujah. Any person that is hating, it is because he is carrying venoms of hate. And you cannot carry venoms of hate in you if you are not a hater of yourself. Hallelujah. You can only release, like if a body has viruses or has anything like COVID, COVID can only be released from you to this lady because it is in you. Hallelujah. Before you start hating people, already yourself, you are a hater. You have hated yourself. You are a subject of hate. You are a composition of hate. That is why you hate others, because you don't see value. When you look at yourself and see no value at all on you, you will never see any value on others. So all those people who discuss people,
they don't have value for themselves. That is why they have time to discuss people. Hallelujah. And you can only discuss a chosen person. You can never discuss an unchosen. Unchosen. How do you call it? What is the opposite of chosen? Opposite of chosen. The unchosen. It is the unchosen who discuss the chosen. If you discover you are discussing people, it is because you are unchosen. Hallelujah. So only chosen can be discussed because they have something to be discussed. They have something that is brighter, that is reflective. Hallelujah. They discuss to survive, just to underestimate, to underrate, and to cause harm in your heart. Number 2, why do they envy you? You, the chosen. Because you are noticeable. Hallelujah. Just simple. You are noticeable. That is why they noticed you. Hallelujah. You are what? Noticeable. That is why they were able to notice you. If you are not noticeable, it's because you can never be discussed by anybody. And those who are discussing you is because they are in the darkness. They are not seen, but they are seeing the shining star that is in you. Anybody who discusses a person or hates a person, ako kwenye giza. That is why he is able to see the star. You cannot see the star in the brightness. Mchana stars zinakuanga, but we don't see them. Lakini kukikuwa usiku, we are able to see the star. And the star becomes more shining than anything. Becomes more brighter than anything. Meaning, wewe ambao una discuss, wewe ambao unachukia, ni kwa sababu uko kwenye giza, ndio kwa maana unaweza kuona mwanga wa ule mwingine. Therefore, you are, so if you are seeing or you are able to see those other people and they are not able to see you, you are in the darkness. You are in the side of the devil. Your stature is brighter. You stand out. They don't like that about you. Your stature is bigger and brighter. That is why you stand out. In wherever and in whatever position you go, you stand out. Ukienda kwa mkutano wowote, you stand out. Ukienda kwa jambo lolote, you stand out. Whatever that you do in your life, you stand out the best. Whatever that happens around you, you stand out the best. They come, they see this synagogue, it is standing the best. They come and look at you, you are standing the best. They will be caused to discuss you. And they will be caused to say, what? Hii pesa yote. Yani they didn't have where to take the money. Si wagenunua broti. So who told you that we needed a brot? Hallelujah. Who said that? Who told you that we were in shortages of plots? Hallelujah. But because you have that thing that is in you, that is when you will see a jacket like this one. Stand up, please. A jacket like this one, and how much is it? And she will tell me, I bought at 20,000. Oh, 20,000. You could have bought a suit. But who said she needed a suit? Hallelujah. Who said that you needed a suit? Did you tell me you needed a suit? No. You bought it at your pleasure because you had the money. Hallelujah. You stand out better than anybody else. You stand out better than anybody around you. That is why they will not see anything good in you. They will fight you to subdue you because you have a rising star. Hallelujah. And that is the problem with many people in churches. That's the problem with many people at the place of work. That's the main problem we have with people at the places of market. That's the main problem we have with your siblings or brothers and sisters. They are fighting you, not because you are bad, but because you have a shining star. If you are being fought, you're not bad. It is because your star is shining and you have stood out better than them. Tell your neighbor, I stand out better than them. That is why they are seeing me. Otherwise they would not have seen you. They could not have seen you. Hawange kuona kule kazini, hawange kupiga vita if you are not noticeable.
Wangekuuliza nini? If you are hapa kanisani, if you are not having a rising star, nobody will talk about you. Nobody will touch you. There are people here in church, I don't know their name. There are people here, I've been with them kutoka kule the city stadium for now almost 1 year. I don't know their names. I even don't know them. But they are here because they just come and sit down and they go home. They are not noticed because there's nothing they do here in church. There's nothing they do to move our ministry. Because if you come and sit down and you don't have an impact on the ministry, don't have an impact on the kind of business you are doing, you don't have an impact on the family that you have gone. You are married to a family, you came and you just became a housewife only to be waiting your husband in the house. You don't even go at a kubadilia maua. Nobody will notice you. Akoroko nyoba niende mwelego last month na hakuna hajatoka. Ukimuuliza utoilia huko, aniende ile huko ni adie daddy code, because you are just not a housewife but a bed wife. Because if you are not sleeping, at the couch or the sitting room, you are in the bed. Bwana Yesu asifiwe sana. Because those are the only two places you can be. Why? Because you have no impact. Any person that has nobody to discuss about them or to talk about or to envy or even to hate them is because you have no impact in this world. You have nothing that anybody can be associated with you. There is nothing that can be associated you to. You have no mark. If nobody has never spoken about you, you got no mark. Hallelujah. That is why the chosen people are hated. Because wherever they go, they will do things others are not doing. They will notice mistakes. They will see this camera is not being operated nicely. They will see this thing that is not happening. I will come immediately. I come just from down there. As I was coming, I will hear even the voice. I will say, kuna kitu kinafanyika ambacho si kawaida. Hallelujah. I will be able to know ndani kuna praise, there is fire inside. Nikiwa pale chini, because I am chosen. I know how to detect. I know how to know things. I know how kujua nikikuja tu hapa nitajua this church today haina mood, ni moodless. Najua unaweza kuingia kanisani unakuta kila mtu ni moodless kulingana na venye waliingia kule kwa mlango. Tulisema wachawi wanakaaga kwa mlango, wanamwaga ile sprinkling witchcraft. Wanamwaga pale. Nyinyi mkiingia, nyinyi yote mnaingia na mamudi zingine zinakaaga zile za And number 3. Why the chosen are envied? It is because they are defined. Some are defined. They are defined and they are determined. Hallelujah. They are defined and they are determined. Those are people who never say die. They are, yani tuliingia kwenye hii city, wamengangana kupigana na sisi. Wahubiri hawa wote walishikana mikono, wakasema hii kanisa haitaendelea. Manyuru akakuja akamwaga mafuta pale. Kila mtu akakuja, hata wao mnaona wanapigwa hapa, wakamwaga mafuta yao, wakasema huyo mtu hatahubiri hapa. Tumeendelea kujikausha. Wakigojea tukuve, wanaona tunaendelea kuchapuka. Hallelujah. Because we are determined. We are going somewhere. We know where we are coming from and we know where we are going. We are not dictated by them that are here. We are dictated by our own determination because we know we have a bigger God than them. And our God has never been defeated. Our God has never lost a battle. Our God has never been laid down. Our God has never been late. Our God has never been earlier. Our God is actual, primely anakuja wakati ule unafaa. And you can never defeat a determined person. Hallelujah. Hata mukuje. Let me tell you one thing. A determined
determined person, mtu mwenye ako determined na ni defined. Unaona sasa nyinyi nyote, and God forbid mtoke mseme mmeniacha, kesho nitakuwa hapa nikihubiria viti, and you never shock me, and I will never cry because nitalipaje rent. Oh my God, I am prepared to make sure the gospel of Jesus Christ, it is not preached because you are many. It is preached because I am determined and I am chosen. That is why I will go any length to make sure the word of God is preached. I will go any length to make sure that the word that God put in me in the book of Jeremiah 1 verse 4, that before you were born, I anointed you, I set you apart and consecrated you so that you can become the prophet unto the nation. I'm telling you, there is no building that was consecrated. There is no money that was consecrated. There is no material that was consecrated. It is me that was consecrated. So I don't care whether you give me. I don't care whether you support me. I don't care where you work with me. I don't care whether you stand with me. I care that I am consecrated. And when I was consecrated, I was given a purpose. I was given a role. They said, God said to me that you will become a prophet unto the nation. Meaning there will always be people I will prophesy to. So keep off. Whether you keep up, I will walk out there and I will find people that I will prophesy to. I will tell you, God has said He's going to bless you. And you will say, oh, hallelujah, that's the word I was waiting. I have just prophesied to somebody in Canada. And I didn't know the third person that is in Canada was going through a problem. God will prevail over your situation. Nika message tu nimemwandikia. You know what he has said to me? That means a lot. I was contemplating to kill myself. Life here is so difficult. I have just lost a job. I'm about to be evicted from my house. I have lost a husband, and my son ameshikwa kwa sababu ya banki. So I am empty. I am hollow. I don't know. Apostle, I have money. I have everything. I drive the best car here, but I am empty. So it was just a message. And naangaliaka international wale ovuletu tumekuwa tukicommunicate, natuma tu message, naandika Mungu ananiambia mwadikie hivi 2 words, God will bless you hivi, naandika kumbe God, I have chosen to be a prophet unto the nation. That message has healed that woman. In fact, tumeomba na yeye ameniambia chemical nilikuwa nimenunua, amenipigia kwa video, nimeona, nimemwambia tumwage, amwage chini, ikamwagika. Nikamwambia dogo kuwa, you are going to live again. Hallelujah. That tell me that I was chosen. I had been set aside. I am consecrated to prophesy unto the nations. Hallelujah. Tell your neighbor, I am chosen. I am consecrated. I am been set aside to be a prophet unto the nation. That is why I cannot die. Whether you leave me or you don't leave me, I am going to stand out because I am better, I am brighter, I am smart, my star shines. That is why they hate you. Just because your star is shining. Not because you are bad. Not because you have done anything wrong to them. Because you have a star that is shining. Hallelujah. I want to prophesy to you today that anything that has been hindered to you, any success, any promotion, any position that has been denied to you, in 2 weeks' time you will find it. You remain standing regardless how they do against you. That is why they hate you. That wherever hata wakupige. Imagine venye Ndura amepigwa Kenya hii. Hakuna mtu Kenya hii mwenye amepigwa kuliko Ndura Waruinge. Kutoka wakati wa Mogeke mpaka wakati yako kanisani. Discussion ilikuwa wanakireli. Wakati hule walikuwa nasema mimi ni wa shetani. Wakati niliokoka akasema shetani tumehonoku. Amekuja kujificha.
Why will they be talking to the other side? They were talking about me. This side again, they are talking about me. Why? Because there is something outstanding that they don't have. Hallelujah. A time I remembered when I got saved, people celebrated. People really celebrated in the country. Ooh, Shaitani ameshindwa. And I thought that is how they are going to hold me, because Shaitani ameshindwa. And we sang a very nice song in church hapa kwa Neno Evangelism Center. Oh, and I'm Commander 1. Commander ni Kenya 1. Commander Matuta. Muko life. Amelala sahi. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu. Niko chini ya mwamba, niko chini ya mwamba, Yesu nifiche. And then they sang to me that now niko chini ya mwamba and nobody will be able to touch me. And then do you know what they started saying? Kwa mugike kutuma, kwa mugike hakutokagwi. Na ukiona huyu amekuja kujificha. Na ukitaka kujua ametoka, lazima wamuue. Hallelujah. So these are Christians. Walisema lazima nini? Wamuue ndio mjue kweli ametoka. Na mkiona hakufi, ujue bado wako saidi wengine. Lakini niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu nifiche. And then I kept asking myself, uko chini ya mwamba mgani? Which mwamba mimi walinificha? Maana Yesu alinificha akaniweka chini ya mwamba. How then do you expect me to die? And they waited for me to die. I refused to die. Then they said, hajaokoka. Akasema usiacha. And they started plotting how to remove me from the church. And they removed me from the church, despite that I gave them the land they are seated on. I even bought the chumas and babatis that they are building. Me, the good one. Yeah, I brought them from uko chini, Bavesh building, basement, pale chini. We came here. Hallelujah. Still, when they found I'm not dying, they said this is Jaokoka. So the qualification for them to be Kuokoka was my death. But again, remember they had sung me a song. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu, Yesu. And you look at this. Why will they? Wherever you go, yes, you've done good. You've moved from the point they were saying you are not good. You are gone to the point where they are saying they are. When you're in that point, they say, no, we are not trusting this man. Again, when you move to where they want you to go, they say this is a hypocrite. When you move again to where they want you to go, they are talking about you. Why? Because you are standing. You are outstanding. You are not like them. And when you are not like them, they will never kosa kitu ya kuzungumza kukuhusu. Hallelujah. The day they will stop talking about you, you are about to die. Hallelujah. If you are that man or that woman chosen, na usikie wameacha kuzungumza maneno yako, wameacha kukutusi, wameacha kukusegenya, you are about to die. Prepare for your coffin. Eda wadike will. Adika to will, because God has done. Umemalizika. That which they were seeing, the star they were seeing, and everything they were seeing has expired. Hallelujah. So ukiona waongei sana kukuhusu, wachokose, wakanyage kama huyu mzee hivi. Si umeona ameamuka? Wakanyage tu, wachokose tu, ama kuja tu kama kanisa kama hii, ongea matope. Wataenda akisema nuko na mmoja yake yake. Mmoja dama na mudi. Najua wanajua kadikijua. Nikiingia hapa nikitaka kuwauzia uoga na kujaka kama. Na ninaingia kwa ofisi ninakaa kwa hiyo nataka kufanya kazi. Nataka prepare sermon kama hii. Nataka kufanya, yani kupanga na kuomba ndio nikuwe smart. Nikikuja hapa naongea kitu kiko na power. Na mimi najua nikiingia pale mtu wa kwanza kuingia na gieka wa kwanza ni Devi.
na anakuja anaanza kunipatia story. Anaona ni kuandika naandika, lakini anaanza story, anaanza kunipatia story. Mtu mwingine anaigiaga huko ni nani? Mtu mwingine anaigiaga huko ni huyu. Anakuja tu anataka ni mprofesaia ni mwambie, na anakuta naona ni Bible nilikuwa nasoma na ni kuandika ninaandika, na anaona niko na kalamu. Anakuja hapo na anakaa tu hapo na anataka tuongee. Mwingine ni waboi pale na anakuja na kanakaa huko anasema nimekuletea uji na kanataka story. Sasa unakotoa jicho na unakoja, si wanakujua unakodoa kwa kichwa, na hapo anajua historia yako hapo beleni. Unaona mtu anayotoka pole pole anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata wakati unafanya study zako na unaomba. Una upaya huko ni jicho tu, unatumia kahistoria kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why they hate you. They hate you because God has confirmed you. Hallelujah. They hate you because you have been confirmed by God. They hated Joseph because it was said that Joseph, kuna ati stars, kuna stars inamia zingine. Ati na miti kainamia mingine. Then baba yake akamuuliza, kayo letu wadha? Your greatest enemy is your father. Your greatest enemy is your mother. Your greatest enemy is your spiritual father. Yes. There are places you come shining and then I will ask, when your mama anatushainia sasa anataka kutuonyesha nini? Because inside me I hate people who prosper. Inside me I don't like people to grow. Inside me I don't want people who can come and supersede, because I have that spirit of not wanting people to grow. I just want to use them for my purposes and not them growing to become better people. If you find that you are under a person who does not want you to grow, then you are in the wrong state. You are in the wrong place. If you find people that you are in this church and I am not grooming anybody, I am the only one man guitar. Hallelujah. And because many people like David here ambao wametoka kwa ile makanisa ya one man guitar, ukimwambia nimekuachia ibada bado atakupigia simu. Tuanze ibada. Ukipigia ukikaa mpaka unakuta nani naitwa Beatrice anakaa tu pale anaongojea aone apostle amekuja ndiye aseme anzeni ibada, kwa sababu alitoka kanisa ya one man guitar. And I will not want this church to be the one man guitar. I want to groom. Very soon we are opening the Thika branch. Sasa mimi najaribu kutafuta no togoto madeka. No. Newe. When you hold korumado. When you hold korumado. Like on ojino ragari. Ate diga kuga. Aja bibi sitaka break ya maneno. The problem with me. Sitakupeleka kando ati tukaongelea kando. Hapo tu. Hapo tujibishane tu wapi? Hapo tumalizanie wapi? Hapo tuende safari. Sina story ya kuweka maneno hapa. Sina ndio kuingira maundu haya maki. Nikumalizie hapo tuende. Tusalimiane, tudie safari. Na ukishindwa kwenda nitakufukuza. Na utanikuta kesho nitakwambia ndio keto nyoka saina tushamanie java. Wewe ambaye nilifukuza jana. Kwa hivyo kama unakuaga na kiwaru imekushika imekaa hapa, wewe utakufa bure tu, kwa sababu kesho utanikuta huko tukikula chai. Na nitakununulia chai. Because I don't have a space kuhate kwa nini? Margaret, ugane gothoire kenge gumenera ki? Uyukagero niki? Tondo iwa toge hora. Huyu mama anasikia kama anaweza kunitandika kofi. Kalikuwa kametoroka kanisa kwa sababu aliomba appointment. Anataka kuja tupige story. Mimi nataka kufanya
mambo yangu ya kupanga mipango. Na haka kanataka tupige, kalikuwa kama mwenda wazimu, kalikuwa kanataka kupelekwa Mathare. Sasa mwenda wazimu yake ilikuwa imemuonyesha, unajua kuna ile kama ile mnakuaga na mimba, inakuonyesha upende mtu ama uchukie mtu. Sasa mwenda wazimu ya huyu yote ilikuwa anataka tu kukaa karibu na bibi. Sasa mimi nikamwambia wewe kwenda kaa huko. Kalitoka hapa na makasiriko. Kakaenda kakagurumisha gari kakaenda kakaniandikia message kaniambia hiyo kanisa sitarudi tena. Na mimi nikamwambia utarudi tena. Yeah, when you understand the people that are around you, unajua these people, that's why I normally tell you kina Beatrice na kina Ann na kina Nancy na kina Beatrice na kina Mwagi, these people we have here, hii watu wote unaona hii ni Mathare cases. Watu wote unaona hapa, hii ni Mathare nini cases. Kuna mtu hana upendo, hajai abiwa I love you. Kuna mtu hajai kuwa appreciated, hata kakitu kametoshana hivi anaitagwa ubwa, takataka, mafia, kuku. Hiyo ndio ile lugha amezoea, na amesikia kwa Ndura akikuja huko atapona roho, alafu ukuje umudhinekanie. Huyo mtu anaidaka na bitterness mara 20. Na watu wengi hapa mmekuja mko na vidoda, si ni kweli? Ni nani hana kidoda hapa? Inua mkono. Nani hakuletwa na kidoda hapa? Nani aliletwa kwa sababu hapa kuna neno mzuri? Yeah? No, kile kwa teto koko neko hujagi wega muno. Niambie mtu mmoja aliletwa hapa. Wewe uliniangalia kwa YouTube ukasema huyo amepitia yote. He is a man that has gone through anything. So I know this is the right man to go and talk to. Sidio? Wewe mwenyewe mateso yako ya dunia, venye umeteseka, ukaona this is a man that I can speak to. He has seen it all. Sidio? That's why you are here. You are not here because kuna Mungu anafanyaga miracle, but because huyo mtu wa Mogeke ameenda jela mara 52, amepigwa risasi, amefanya nini, amewachwa na mke, amekunia kwa kitanda, amejikunia. Huyo oshano yako dikwera horo wako kama aliokigo ke mwadugde kata ya Ngai. No do atini kigo kya hujagio goko. Hakuna. We are all injured. Mesikia nyinyi leaders, I'm talking to the leaders of this church. These people are injured. They have injuries. Wakikuja treat them kindly. Wewe ulikuja hapa, wewe ulikuwa mwenda wa simu, mpaka nguo zako zingine zilikuwa mpaka karibu ufukuzwe na ule mkora alikuwa anaitwa Kemani. Kemani alikuwa amemfukuza kwa sababu alikuwa amevaa nguo na ni nguo mzuri, si kularuka imelaruka, ni ile inachora imekatwa hapa kakitu na imekatwa hapa kakitu, alafu imefungwa na kamba hapa na ingine, alafu imekatwa hapa kwa mgongo, hapa iko ya buti na hapa iko ya buti kidogo, alafu ile nguo ni free flow. Umeona imekaa imeenda hivi, imekaa imeenda hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. So Kemani ni tule tumusee, tule tumukoroni, ni ka dictator. Ndio tudhuri tule utageda on mutumia tagikana nake. Is a dangerous man. Nilikuwa naambiwa na mshirika mwingine alikuwa kwa Manyuru. Alitaka kudictate baka Manyuru alimkomandi kwa pulpit, toka uende kabisa. Sasa hako kamsee kanatumanga tule tu message, tule twa message radicalism. Religious radicalism, yeah? Sio fana. The religious radicalism, the radicals. Is a cult. Hiyo saa 4 usiku lazima katumie kila mtu. Saa 4 usiku lazima katumie kila mtu. Sasa hako kamsee kalikutana na huyu na yeye alikuwa ameletwa na shida zake, alikuwa amefura, amekaa kama mlima. Sasa si alikuja akakaa hapa. Mimi nikaona kamsee kameenda, nikajua hapo wacha nikae standby, kwa sababu possibility ya firework itatoka huko. Kamsee kakamkuja kakabia Margaret, unajua yako nini hata wewe utaruragete Gueo utarurage. Alafu huyu alikuja, unajua siku hizi lakini umechange, umekaa vizuri. Alikuwa amepaka, acha nikwambie sasa. Alikuwa ameweka karagi ka yellow hapa, ka red hapa,
ka blue hapa, huko chini ameweka black, na huko juu hapa kwa hiki kitu imekaa red. Alafu ako na gua amelarua. Alafu Kimani ni tule tumusee, tule tunaonaga mtu tunaona shetani. Kwa sababu kako into leadership, kanataka kucontrol na kudominate kila mtu. Sasa huyu mama angalia sasa, huko ni blue, huko ni red, nguo imelaruka, hapa ni red huko, alafu amekuja, unajua magia na kanyagaga ni kama mtu ameown dunia hii. Sasa akakutana kabuse, walirusha na juu. Hapa kwa mlango nilisikia commotion, mpaka nikakimbia nikaenda nikekio. Ati hemo maraya ukire. Na bageta ukagogoithia, nikamuuliza tajetera mu maraya ucio. Tio nikamuita nikampeleka kwa ofisi nikamwambia kunywa. Wacha Kimani akute mama akikunywa na kikombe ile designated ni ya apostle. Hiyo ndio ile kitu ilifanya Kimani atoke hapa. Na kutoka siku hiyo alitafuta lugha. Akaanza kusema ati mwanamke akiingia kwa ofisi yangu analepiagwa. Kwa sababu alishindwa, how on earth can I sit down with a prostitute? Goma ya mudumuka igikata na goma. Sasa Kimani kalizunguka kwa mama wote akiwaambia maneno ya majabu ya hapa. Wakati mimi nikamwambia, if you cannot withstand huyu mama, then why are we here? Si na wewe ni naye, na huyu pia alikuwa amefukuzwa hapo. Huyu akasema, akashika mtu shadi, akasema I must see the apostle otherwise nakumaliza. Na huyu ali mugoroki, alikuwa mwenda wa simu kivyake. Sasa nataka nikuonyeshe, huyu alikuwa mwenda wa simu, alikaa pale. Ilibidi nichomoke haraka nimzuie kwa sababu alikuwa ameshika mwanaume mpaka mwanaume anakaa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu na yeye Kimani the same Kimani akaapia huyu, kwa sababu ndio walikuwa na hesabu pesa huko. Akaapia huyu lazima tuibe pesa. Na hii pesa tuchukue, tugawane, tuende tulipe share. Mwezi yako ikatake? Mwezi yako ikatake? Ilikuwa shares, alikuwa ananiambia kinunue share. Ati pesa ya sadaka waipe, waende wanunue shares. Huyu na yeye akamwambia mimi siwezi chukua pesa ya kanisa. Kimani akamwambia wewe ni maraya takataka. Kwedo karare na Ndura. No. Hapana, si ubaya. Lakini sasa angalia Kimani uone ni nani? Ni mwenda wa simu. Amekutana na mwenda wa simu. Haleluya. Amekutana na mogoroki. Amekutana na mtu ako na changa. Hata huyu ni mwenda wa simu kivyake. Sasa wamekutana maweda wa simu watatu. Na ni kanisa hii. Na kanisa hii sasa ni ward. Pale maweda wa simu wanakujaga wanakutana. Surely. What do we expect to happen in this church? What do we expect? That is why you need a very sober person. Unakuwa above them because you must be outstanding. Usimame juu ya wale wengine ndio uweze uvumilie mambo ya Brian. Sorry, I'm not using na kutumia kwa sababu I love you. Natumia mambo Brian akikuja kichwa kipanda unatuliza. Waboi akikuja kichwa imekienda juu unatuliza. Unaangalia ile condition amekuja nao. Unakubali huyu akikwambia huyu ni sisi kama. Huyu akikwambia huyu ni shetani na mabia na nema nenyo naga ni shetani. Lakini unamfanya nini? Unampeleka hapo kidogo. Unaenda kwa huyu anakuambia tena komeo, ucho ni mama, ninyo naga ni mama maraya. Unampeleka wapi? Unampeleka kado hapo. Unaye mwingine anaongea kitu kingine baya. Sasa una balance, unapeleka huyo kado ule kado, alafu sasa unaanza kuongea na wao. Unawareconcile pole. Lakini ukisikia ya huyu ati huyu ni shetani, utaua watu wote kanisani. Hallelujah. You must understand, this is not an ordinary church. Kwanza kabisa mnaogoswa na mgoroki. Mgoroki mwenye ana understand wagoroki wenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why when you come nitakupatia, na ukikuja nikuhagi, nikuwekelea hapa, nikwambie hapa, usifikirie nikukuoa, nataka kukuoa. Nimeona shida yako unaitagwa ubwa nyumbani. Sasa nimekuleta karibu ndio uone unaweza kuhagika. Nikikuhagi tunasema kai ni analilia. Jamani anali yake anauga atia. Me I gave you a shoulder to cry on. Lia hapa, mwagilia hapa yote. Mimi sina mke lakini mwagilia hapa. Nitapeleka kwa dovi na itaoshwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the power of the gospel of Jesus Christ. Jesus was never sent to the good people. He was sent to those bad.
God ndio aweze kuwarudisha kwa nyumba ya Mungu. Sasa nikiletewa hawa, kwa sababu sasa tunaanza kutoka tarehe 29 ndio tunaanza safari ya kwenda kutafuta mawazimu wote tuwalete hapa. Watu wa madawa ya kulevya watakuja wapi? Watu wa banki watakuja hapa. Watu wa Koinange Street watakuja hapa. Kila type ya watu watakuja hapa mwagi. Ugwekate. Wakoni watishirwo ni mageretire. Ni magereti. Betako magereti. Magi wakoni watishirwo ni magire. Kwagi ukamugoroki wa Mathare. Real. Utadu? Na kwanza atakuzaba coffee. Bwana Yesu asifiwe sana. Why am I saying this? Because you are here, because you have been chosen. You are not an ordinary person. That is why God is training you to give a responsibility to you so that you can save a situation. You can save a country. You can save a life. You can save a generation. Otherwise, we cannot be able to succeed. Because tunaambia kwa kila mtu ni mwenda wa simu. Degree of madness ndio inakuwa difference. Hallelujah. We are all materials of Mathare. Lakini degree. Hallelujah. And this is all because God has confirmed you. So when you are beaten up, unasukumwa unapelekwa pale, it is God has confirmed you are shining. Lakini una shine na ngozi imeraruka. Kwa sababu uniulize vizuri. Tuulize tu. Let us use her as an example because she's my good friend. Sasa niambie, alienda kwa kioo. Akachukua time yake yote, akapaka karangi ka yellow hapa. Akapaka ka blue hapa. Akapaka ka purple hapa. Akapaka black hapa ndani, alafu huko kado akapaka shouting red. Sasa niambie, alikuwa nafikiria nini akifanya hiyo kazi yote? Na aliangalia kwa kioo, ni nini hiyo ilimfurahisha? The rainbow. Sasa akikuja hapa akutane na kamuseke mani, kamuseke mpaka ni kamuseke mkora kama kanisa, kanajua ku blackmail. Katasema rainbow ni ya nini? Ni ya lesbians. Hakiangalia maneno kanasema hii ni le. Kalikuja kakaniambia, aitumia ni maadira goko. Neke modu wa lesbian ni yoka LGBTQ. But was that alikuwa na stress za kwake nyumbani, za kwa maisha yake? Yes, ile kitu ilikuwa inamtuliza ni hizo maragi. Akiangalia hivi anajituliza nayo, hata I think alikuwa na ikizi anasikia vizuri. If you cannot understand that person in that concept, where are you taking people? Kotile kodoradhi. Bwana Yesu, ndio uko na kama ukingata kama muthe taka ukehere utigwo na goroki yaku. Ama ni aje? Yes. Todo kau nige guthukia, kathia gathika, gagakora atumia thika. Anaenda blue post, anachukua mama wa thika, anaenda kuwanunulia chai kusema mababa ya kanisa hii. Sasa unaona hiyo nini yake iko juu, wazimu yake iko juu. So huyo analilisiwa ndio apelekwe Mathare. Aende akakae na wenzake huko Mathare. Because that is madness. You cannot fight huyu, unafight huyu, unafight huyu, unafight huyu, unafight huyu. You cannot fight everybody. Why would you fight everybody? Because you are a person that is an idiot of a person who does not understand that people come here because of weaknesses. We are here because we have problems. If you don't have a challenge, you will be at home. Sindio? Lakini wakati mulisikia kuna anointing leo, mko hapa nyinyi yote. Kwa nini? Because kuna problem unataka ikuwe solved. Kuna problem unataka Mungu akutatulie. Kuna problem, the challenge in your life that you need. And when you have a father who is careless, or a people in the leadership who are careless kama Kimani, where do you think you are going to? Where do you think you are going to? Nowhere. You are going to kill everybody. You are going to destroy everybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God has confirmed you. That is why they will blame you. They will say sorry. They will say man of things over your life. God uses this to confirm. No, sometimes God will allow you to be in such a situation. When I sat down with my sister here, Maggie,
tukazungumza na yeye, nikaona this a potential person, ako na leadership quality, lakini ndani yake ako na bitterness. You see, ako na leadership quality, but inside her ako na a lot of bitterness. So this person, you can maintain her, utoe uanze kufinya bitterness, itoke pole pole, lakini bitterness is not harassed, because if you harass it, atakuwa python, atakuuma yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaenda kukaa kwa meeting ya kuangalia hivi na achamuke kichwa mara moja, na anaweza kukuweka coffee, because inside her kuna bitterness. So unashughulika na hiyo bitterness. Huyu siku hiyo moja tulikuwa hapa, siku hiyo alikuwa ametoroka kutoka nyumbani, waikalete mkawaine ndiko shigana Dararire overnight in a hotel, akawacha kwake, because watu hao wote waliona amekuwa mwenda wazimu, wakaenda wakamuitia polisi, wakuja wamuweke pigu, apelekwe Madhare, akadugwe sindano. Sasa aliposikia anaenda kudugwa sindano, alitorokea wapi? Alikuja mpaka hapa asubuhi mapema, hakuwa ameoga, hakuwa nini, alitoroka hapa akakuja, tukakaa naye kwa ofisi, nikamtuliza. Nilipoingia kuhubiri hapa, nikaanza kuhubiri, sijui ni topic gani nilihubiri. Niliona mama amechomoka na simu chua, akaenda huko nje. Kwenda huko nje, nikimaliza kuhubiri, nikauliza kijana yake, mama ako wapi? Ati yako huko chini. Ni kwa nini? Amesema umemsaliti. Nimemsaliti nani? Ile mahubiri yote ulikuwa na hubiri, ati ulikuwa na mtaja. Nikamwambia mama, nikamwambia hapana, mimi sijakutaja, nimekutaja. Sasa ndio mleta konya dia. Nikaona kweli wenye wanasema ni mogoroki, ni level ijapanda sana. Tukitembea na yeye hii kitu itaisha. Nilimshika mkono, nikatembea na yeye, nikamtuliza mpaka akarudi chini. Ndio ashokile. Yes, that is it. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Mwingine ni huyu rafiki yangu huyu. Tukaongea siku moja, akaruka juu. Kuna siku aliruka hapa juu, akasema pana. Lakini ukimwangalia ndani yake kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Atosho magiginya naka. Hao watu ambao wanatafutaka maspace, wanakuaga na kitu. Ukiangalia huyu ako na kitu, ukiangalia yule ako na kitu, ukiangalia magi ako na kitu, huyu ako na kitu. Hata wewe uko na kitu ndani yako. That is why people are not seeing you as a human being. They are not seeing you as normal. They are seeing something that is not right in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya jambo lolote unaona watu wote wanasema, ukiingia tu watu ukiona wanaangalia mpaka unaona mdomo imeanza kuped upside down. Kuna kitu wameona ndani yako which they are not able to distinguish. So don't worry. Kama unaona watu wanakuchukia, kama brother zako, sister zako, nani kwenu wanakuchukia, there is something they are seeing that not anybody has it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 5. Do you know why they hate you? Do you know why they envy you? Hallelujah. Did you know the reason 5 is because you are like it? It's because you have a face that is liked. Ati kila mtu akikuona hapo kuna kimvuto, kuna kimagnet. Unaonaka watu wanavutwa na wewe, wanavutwa kwa kimagnet kiko. Wewe kwa mpaka watu wanauliza, "Osho kali wewe ademali yako." Kali wewe. Ukiona mtu mdogo. Kali wewe, ungekorona ke. Kali wewe, because you are likable. The likable people, they attract forces that want them to look like they don't deserve. Hallelujah. That they are not worthy. That's the reason unachukiwa. You are likable by both man and God. Hallelujah. You are likable by what? Both man and God. That is, they will always try to find something wrong in you every time, because what the star that is new, the shining face that is new, it is attractive. Hallelujah. Have you ever been stopped by a chocolate and come, "Hi sister"? Yeah? Hello? Have you ever, women, naongea na wanawake, have you ever been stopped by a chocolate and hi man? Eh? Nini?
Uko nje ni kusumbuana na wao. It's because you have a star that is like you have an attraction that is attracting even mainzi. Hallelujah. Madhuia na magogoni zote unakuta they like just like you. Unakutaka kwenu nyumbani, wewe tu ndio unakuliwa unakuliwa na umbu. Wewe ndio unakuliwa tu na kukuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio ulia bwana ngogoni. Yaani unasikia nyumba mzima inakula tu wewe. Unaenda unakaa chini, tumekaa hapa sisi wote, wewe tu ndio unashinda. Ni umbu na ua. Why? Because this you got a favor from God. And when you have got a favor from God, anything that is of God likes you. Hallelujah. You go to any society, they love you. You go wanyama wote mpaka unakuta maubwa zinakufuata. Mimi kuna wakati nilikuwa nafuata na ubwa 100. Keshagi kwetu zote nilikuwa natoa tuka sauti kamoja, ubwa zote zinanifuata. Mpaka wakati nilikuwa naitwa kama mtoto kama mchawi. Sasa hiyo ndio ile kawimbo kile kalikuwa kametolewa na si kama ni Peter Kigia ama ni huyo mwingine. Kanafani. Ni waki hoy. Aina kaina kwate. Kana. Kaina kwate ya. Ni wewe ni kushina wadi ya ada shida. Nani anajua hiyo ipo? Amukajui. Mliwacha kwani mliwacha kwenda hiyo bogeni lini? Atemaidha? Mahiana wewe. Mamudu wa makara. Mama mato. That's I used to walikuwa wanani describe huko. Mpaka baba yako anakuja ananiangalia anaita mamako ni Jerry. Jerry na Ndura. Because I think nakuja kuangalia ile kitu ilikuwa inaniokoa sana kwetu. Ilikuwa tunafanana sisi wote, baba yetu wote. Uruka like 100%. Kama ningekuwa na kitu ambacho ni tofauti tu na wale wengine, mama yangu akifukuzwa kwa sababu yao. Kwa sababu vituko zangu zilikuwa baya. Una imagine kwenu maubwa unaita ubwa moja ama kwa sauti nilikuwa natoa ubwa Keshagi mzima yote mahali kunaitwa Kiabelelio, kwetu ni Moro mahali kunaitwa Kiabelelio yote, kutoka shamba inaitwa Mona, shamba inaitwa Kalirikanya, shamba inaitwa Mochorwe, wote maubwa zote zinakuja zinajaa kwa baba yetu. Unafikiria ni nini? Unafikiria ni makondoo ziko huko na ni maubwa za wenyewe zinakuja zinalala huko. Imagine Mr. Police that's hapo. Sasa watu wote wanaona hivyo, watakuchukulia. Alafu behave zote zilikuwa ni mimi zinafuata. Nikiziambia kwao waende waibe, kila mtu akuje na chapati, kisu chapati mbili, na waibe pesa ya wazazi shilingi 10 ama shilingi 5. Ndio tukienda huko kuchunga mabusi, tunanunua kitu, kuku, mayai, tunapika. Na wote wananisikia. Unaambia vipi wasiende shule kesho na wanakusikia. Nikaitwa kana kama kana. Sasa walikuwa wanapita hapo kwa baudi ya kwetu hivi, wakienda kulima mboga. Keshagi kata cha muda. Siku hapo ushepele bia tego. Kaka na. Yaani unasikia tu wakiiba tu, wanaiba purposely. Tusikie wamepita kwa fulani. That is how I was hated. That is how nobody wanted to hear me. Kukepotea kitu kwa nyumba, hata kama ni kilomita 10, kitu ya kwanza ilikuwa inakuja kutafuta kwetu. And most likely ilikuwa inapatikana. Kwa sababu bibi zote zilikuwa zinalete wakiiba kwao kwa nyumba kangu kwa cubicle. Wakati walikaa tu cubicle wale watu ndio tunaweka gazeti huko ndani na tuile karatasi ya sigara ile tulikuwa tunatengeneza kitu jana hivi naenda hivi. Watu wa cubicle Daudi wewe si wa cubicle. Watu wa cubicle inua mkono juu. Ulikuwa umetengeneza hiyo ile karatasi ya sigara inakuja hivi inaenda hivi. Inaenda kiteremka hivi. Na magazeti unaweka jaza kwa nyumba, magazeti mzuri na tupicha. Alafu na tule tubarua tulikuwa tunaandika. The reason I chot this. Alafu ukimaliza pale unachora barua hapo, unachora heart,
alafu unaiduka na mkuki chuu. Watu wa hiyo barua, inua mkono. Watu wa barua, wacha watu wa SMS. Wakati wa barua, wakati barua ilikwenda kufikia 1 month, unaandika leo itafika 1 month. It was fun, it was good life. Bwana Yesu asifiwe sana. How many miss those days? We miss those days. They're special days for us. Acha sasa hii, naona hii kitu iishie hapa. One sentence na inaisha. Relationship inaishia kwa sentence, na relationship inashikanishiwa kwa sentence ya WhatsApp. I love you baby. Na inakuwa ni hivyo. Those days we used to write letters. Unaandika letter, inaandikwa hapa na inaandikwa padi hii ingine, alafu naweka kawimbo. Ulikuwa na yani una describe mwanaume ama mwanamke mpaka ana feel. Oh wow. Songs of Solomon. Tusome hiki. Acha niwaambie. Ndio tu bomba zetu zisimame vizuri. Msome nini inaitwa Songs of Solomon. Soma kitabu ya Songs of Solomon. Venye unasoma. Nilisoma hapa juzi. Hii ati umumu munye au kumumunya. No, it both men. Nitawafundisha kesha hiyo kile tutakuja, tutasoma Songs of Solomon. Nitawafundisha. Yani mpaka unaona raha ukisoma tu, mpaka unaona raha, raha inateremka, mpaka unaona kamwili kako kanaanza kukua young tak. Oh my goodness. Number 6. The never say no attitude. That attitude of you saying no, saying no in whatever circumstance, no matter how downtrodden you are, no matter how they have beaten you, no matter how they are doing against you. That reason of determination to do things, that reason of doing things, yani you are pushing it. It doesn't matter the opposition, it doesn't matter the condition, it doesn't matter where you are. You want to win it and you must win it. That hiyo nguvu ya kujitolea kufanya kazi ya Mungu, hiyo nguvu ya kujitolea kufanya biashara, hiyo nguvu ya kujitolea kanisa kama hii, unakuta umejitolea muhanga, umejitolea kabisa. That is why they hate you. Hakuna reason kubwa wanakuchukia. That is why. Hallelujah. Because wewe uko determined, wewe uko na zeal. Suna kama huyu mzee, the reason ako na zeal ya kulala, analala kabisa mpaka anangorota. Yeye ako na zeal ya kulala. Sasa mtaanza kusema Timotheo ya kwamba no, si kulala. The young shall see visions and the old shall do what? Shall dream dreams. Do you dream when you are awake? This old man is dreaming for us. He's preparing the ground for the dream to come. But you, because you are a visionary, you are seeing vision. Lazima ukae macho umekodoa kodo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. To whom much is given, much is what? Expected. Therefore, when you are pushing your agenda, when you are pushing your gurudumu, people will see like you unajipetekesa. Chana huyo, uchene kwetwara kapele tatu kwa marenge. Hapana, ni zeal, the capacity, the will to move things, the wanting, that positioning yourself to make things work. People will not be happy with you. Uko kwenu kazini umefanya kazi mzuri mpaka unasikia kampuni mzima imeinuka kwa sababu yako. People will not like you.
biashara soko mzima, unaambia umemobilize mpaka wa mama tufagie soko, kuna kajo, lakini unakuta mnafagia kila siku soko. Sema tigana wasio de kidagereria nigetha amenye ono tatari wa bata. No, they will hate you because of that a never say die attitude. When you have a never say die attitude, you win a lot of battles because you are a risk taker. Whoever that is a risk taker, wale wote unaona wako na maplot Nairobi, it is because they are risk takers. Kwa sababu plot zote za Nairobi hazikuwa na title, zilikuwa za certificate. Na kuna mtu anasema nyinyi ningekuwa na mgodo tale title. Sasa hizi ndio wanakomboa. Wale walinunua mshamba ikiwa na certificate ya Ndura Waruinge, kwa sababu huko Israeli mimi ndio nilikuwa nauza mashamba ya karatasi. Sasa wale walinunua ndio wana own kule Kayole, ile ingine inaitwa Morem, uteremke hiyo yote kule kunaitwa Bumodo, ni certificate jina yako ilikuwa title pale juu, jina yako pale juu. Ile pale badala ya government of Kenya ni jina yako, alafu signature na kabaro kidogo. Bila hiyo hakuna shamba. All those ambao walinunua hiyo mashamba sasa hivi wana own maplot. Wale walisema tigano chene mukora migoda ya raia material yake ndio makopora kwa migoda ile yake. If you are a risk taker, just take a risk. Don't mind. Ikipotea ipotee. Najua mimi niko nacheza hii ni ya pesa na hii ni ya pesa. Hii si ya pesa. Na hii si ya pesa. Sasa tazama na usiambie ulidanganywa. Unapeleka hivi pole. Ukirudisha hivi. Hii tena wacha tena nikufundishe, hii ni ya pesa na hii si ya pesa. Na hii si ya pesa. Sasa angalia na fungua macho yako. Tembeza hivi pole. Sasa niambie ya pesa ni gani? Hakujua kadi ile ambayo hakuna kifunga macho. Hizi kadi ziko hapa. Sasa nitaagusha ile na kuonyesha sio ya pesa. Sio hiyo nitaagusha ile kujuu yake. Na hiyo ndio umeona ni ya pesa. Sasa utazunguka, utafuatana na hii ambayo nilikudanganya, utafuatana na hii, ufuatana na hii, utafungua utapata sio pesa. Kuna mtu aliniambia Nairobi kuna igeka wajika 10,000 kila siku. Wakudanganywa. Hallelujah. And let us look at number 7. Ndio tumalizia hapa because there are so many. Number 7. The season of when you are in the season of isolation, people will hate you. When you are in the season of isolation, people will just hate you because they will never be able to understand you. When God has chosen to isolate you, because the season of isolation is a season of preparedness, being prepared by God. And when you are being prepared by God, my dear, you will try everything, nothing will be working. Because God is preparing. Nobody will be able to understand you. Nobody will be able to see what you are seeing. Nobody will be able to reason with what you are doing. Nobody will be there to say anything about you. Because everything you do is opposite of ours. Nobody will be able to understand you. Because you are in the season of isolation. When God decided to isolate you, when David was alimwagiliwa mafuta, alienda kuchunga makodoo. Sasa hiyo ndiye alikuwa anacheza kinumbi mpaka nguo inaanguka. Anatembea uchi. Bwana Yesu asifiwe. People never understood him. People even didn't see the value. Hata baba yake alishindwa. Kaka kaitilia mafuta makake. Because the baba alikuwa na watoto walikuwa wazima na walikuwa na akili mzuri. Lakini sasa ule Samueli alikuja akasema hauna mwingine, wakasema na kage keruru kakaleto kalipokuja kule Samueli akaenda akakimbia akakamwagilia mafuta. Sasa waliwacho wakiadasta wakijiaga, huyu mtu ameacha watoto wazima hapa akamwagilia kitu kama haka. Alafu kutoka hapo nikipi kile na bilo na mfara kilirudi kilitoka huko na mfara kikienda. Because he was in the period of isolation. And that is why people don't understand who you are. They don't understand what kind of a person you are. Because utabarikiwa sahi lakini toko koroge kama huduma yetu kali no mtu zaidi hiyo. That is why mnaonaka mnashida Waruinge. Ni nini Waruinge anafanya? Ni Waruinge anafanya. Hapana, I am still in the period of isolation. Bado ninashughulikiwa. Bado ninafanywa panel beating. Kuna itachomoka. Kanipatie miziki hivi. Itachomoka.
Nipatie miezi 3. Mungu ameniambia sasa niko tayari kuwekwa ile rangi ya mwisho, ile clear finish. Ile inawekwa kwa gari, ndio gari lile siwe. Sasa I am there. Nimepakwa rangi. Nimetengenezwa panel beating, nimefanywa sasa mzuri. Sasa niko na akili mzuri ya kuweza hata kurani ministry vizuri. 5 months ago sikuwa najua kurani ministry. Nilikuwa ninakasirishwa na Nancy hapa, na mtu kama yule akikukasirisha sasa ni nani mwingine anaweza kukasirisha wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata hizi kikaa hapa nilikuwa na kazi demon. Hii ni monitoring spirit. Na ni hizi za Wamasai. Ukienda kwa Masai huko hizi zimezoea watu zinakaaga na watu. Unasikia? Hizi ya Masai ukifukuza hapa inakujaga hapa. Unakutaka mpaka hivi kwa mdomo inakutembelea kwa mdomo. Zingine za kutembelea hapa. Kwa sababu Masai hawaoshi macho na hawaoshi mdomo. Sasa zinakuja hapa na haziulizi kwa sababu amezoea kutoka utotoni. Amezoea inakaa hapa unakuta inanyonya zile matoko ziko hapa inanyonya. Alafu kwa mdomo inatembelea kwa mdomo kwa sababu hawaogagi, wanakaaga tu hivyo. Nyama akikula anafanya hivi, anajipaka mafuta. Na anakaa hivyo. Hizi ukikuja kwa Gurokai ziko nyingi zinatembeaga hapa. Sasa imagine wewe hujapikwa ukaiva, alafu sianze kukutembelea. Ukae kama Judy. Utavuruta mdomo kama Judy tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaa ukiona hizi inakuja, utatoka huko kama umefura uso. Because inaruka hapa, haienda kiberi, inaruka hapa inaruka hapa. Ikiruka hapo kifukuza inakuja kwa mdomo. Buju alitoroka kwangu kwa sababu zilimtembelea mpaka kwa masikio na macho. Nilimkuta hapa na nikamuuliza ni kwa nini? Sasa akaniambia kwa ni za Wamasai, zimezoea kukaa na Wamasai. Hazina ubaya, zimezoea kukaa na watu. Si kama za hapa Nairobi. Za Nairobi ukimitsua hivi inaenda kwa mtu mwingine. Inasema kuna gori. Lakini za Wamasai zinakuaga friendly. Ikiruka hapa itaenda kule bali itaenda ni kwa huyu. Ikiona huyu hana resources inarudi kwa huyu. So when you are in the season of isolation, people do not understand you. So whatever they will say about you is wrong information. When you are in the period of isolation, you don't have justification of what you say. You don't have grounds of what you say. Because you don't know what to say, where to be. You are living in a state of confusion. When you are in a state of isolation, everything that you speak, anything that comes out of your mouth, it is irrelevant to the situation that you are in. Unakuta kila kitu yako unaenda kinyume. Because you don't know. Unajaribu kufanya kazi, biashara haifanyiki. Unajaribu kuenda kanisani haukubariki. Unajaribu kuenda KESHA kwenu unafukuzwa. Unajaribu kujishikilia kimwanaume kinakuacha. Unajaribu kufanya, there is nothing that works around you. People will not understand you because you are in isolation. You are insulated. Umewekwa kwenye tinted area. People are not seeing you and you are not able to see. So you have to sit down. When you are in the period of isolation, do not move. Ukirealize you want it, I am isolated now. People will run away from you. Your own parents will not want you. Your own sisters, your brothers hawata. Ukikuja kanisani, hakuna mtu atakubali kutembea na wewe. That is the period of isolation. And when you're in the period of isolation, it is good for you to understand it quickly. Because if you don't understand it quickly, you will cause more harm to yourself. Utakuta unapigana na kila mtu. Utakuta unagongwa na kila mtu. Utakuta kila mtu yani unataka watu wakuelewe na haueleweki wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe hujielewi lakini unataka watu wakuelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa watu ndio wanakuwaka wanaletaga shida mingi kama mahali kama hapa. Because we are already isolated. Sasa wewe ukiona unaona unasema ndio unasema unazungumziwa. Unasikia masauti. Mara uliota, mara ulifanya nini? Mara ulikuwa. Yaani unakuta kuna mavitu vimekusikia maneno because God anataka uende ukae kwa kakichaka. Uende kwa mlima, mlima inaitwa kwa gani? Mlima kule Musa alienda. Mlima inaitwa nani? Pale alienda moto ikawaka. Sinai. Mungu anataka uende Sinai. Kumbuka wakati Musa alikuwa ameanza kufanywa isolation, aliua mtu. Mungu alimsababisha aue mtu. Na akasababisha watu wengine pale waone akizika. Sasa wakati alianza kisheshe na maneno, wakaenda wale wasema akamwambia, "Wewe Musa, kuja hapa." Nikiolauga. Unajua kilikuwa kibutu kia kustama. Akamwambia, "Wewe, nyamaza."
Unajua venye ulifanya pale? Musa alipojua waliona, alitoroka. Hiyo ndio inaitwa the season of isolation begins that way. Nothing kutoroka kwako ama kuondoka kwako mahali, no, hakuna mtu atakwambia toroka. Wewe mwenyewe utakuwa ukijikibisa. You are your own enemy. Huyo badala aende aongee nao awachote kitu kidogo waambie tumia ikanwa, alianza bio. Alipoanza bio, because God ni good, God ndiye amecause the isolation. Wakaenda mahali alikuta, akakuta wasichana wa nani? Akakuta wasichana wa nani? Wa Jethro wakikunywa maji. Na wasichana wa Jethro walikuwa wamekaa kando, maana kuna mwanaume kinaabiaga kuchota hii maji lazima munione pale kando. So walikuwa naongoja mpaka masaa ifike kilale wachote maji. Naye Musa akakuta, akauliza wasichana, "Warembo, ni nini baya?" Unajua Musa kilikuwa wale watu arrogant, wale watu wanapenda kuingilia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawauliza, "Wewe, ni nini?" Wasema wasichana wakamwambia, "Hapa tu hatuchotangi saa hizi. Kuna kimwanaume kinatusumbua." Akamwambia, "Endeni mchote." Unajua mimi nimeambia kama kuna mtu alisikuwa tusikwambia. Abi hiyo askari nipatie simu tuongee naye. Si waliingiza baridi. Waliingiza baridi na usiende. Waliingiza baridi. Wote kwa sababu ya kusikia Ndura. Alikuwa amesema, "Sijui nilimwambia mimi naitwa Mheshimiwa Ndura." Nikamwambia kuna ile miaka nikitaka kuuza uoga siku yake ya posto. Na mtumiaga. Mtumiaga Ndura. Akasema sijaisikia. Nikamwambia yule Ndura mwenye alikuwa kiongozi wa ni wewe. Ni wewe. Kuna ile ukienda huko kwa shida, kuna ile pattern unafinyaga ndio inakutoa kwa shida kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ulitoka kwa shida? Ulitoka kwa shida. Alikuwa amepelekwa ndani. Sasa akatolewa haraka haraka kwa sababu ni mtu ya Ndura. By the way, nilisema huyo ni bibi yake. Polisi ilikuwa akatoka bio bio. Na akanipigia simu akaniambia, "Nenda kelele." Mimi siwezi kusema kama Abrahamu na Sara. Hapana, tumia jina. Kama jina inaweza kukusaidia kutoka kwa shida, itumie. Kama inaweza kuletea pesa, itumie. Hata nyinyi mkienda mahali, mkiona jina Ndura inaweza kufanya kazi kwa hiyo situation huko, umekwama, wewe itumie tu. Itumie tu, lakini usitumie kwa ubaya, kwa sababu nitajua umetumia kwa ubaya. Sasa wewe itumie, waambie mimi ni sister. Kama ni mwanamke usema mimi ni sister ya Ndura Waruinge. Kama ni polisi alikuwa amekushika na kuacha tu hapo, wewe jaribu siku moja tumia hiyo jina uone. Si ujaribu, kuna siku moja ulitumia jina yangu. Nilijuaje ulitumia? Alitumia jina yangu mahali na akajiokoa. Tumia tu. I'm your father. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si kwa ubaya, itumie kwa uzuri. Ukitumia kwa ubaya itanifikia, na ikitumia nitakuja na hiyo sura hiyo mbaya ulitumia. So when you are in this situation of isolation, all things does not work. Everything goes wayward. There is nothing that works. You try to go kanisani, hakuna. You try to do this, hakuna. You try to do, there is nothing you will do that will work. But God is, sio kumaanisha Mungu amekuondokea. God is watching over you. Because he has put you in that cage of isolation. He has put you in that cage of what? Isolation. He is dealing with you. Anatoa umang'aa yote. Anang'oa. Ni umang'aa, ni ujeuri, ni masomo yako, ni kazi yako, ni kila kitu. Anang'oa. Hata ndoa anakunyaganya, unawachwa hivyo. Unawachwa kwa mataa na unanyaganya watoto. Ukienda nyumbani, kurudi nyumbani kwa baba yako anakufukuza na kwambia, "Wewe, tachokia muhahe shokole wa uma." Ukienda kuangalia mama, mama ndoke hebesha jodika kopole nyumba. Tadigivia muhahe. Unaenda kwa brother yako anakuangalia mpaka unasikia maid na watchman wabiabiwa, "Mkae mmefuka gate, mkiona anatoka mumwangalie vizuri." Na unasikia wakiabiwa. Na hiyo ni brother yako mwenye alikujaga kwako wakati uko na pesa, ukampatia pesa. Na hiyo pesa analiga nayo, hapo hiyo level amefika, ni wewe umemfikisha.
Lakini wanakuondokea wote because you are in a situation of isolation. When you are in the situation of isolation, you are being unatengenezwa because you have something, you are carrying an anointing, and this anointing you are carrying has to be controlled, has to be reshaped. You must be prepared to be able to hold on to that anointing. You kama ni job umeambiwa Mungu anataka kupatia madaraka, want to cause you to become a manager. Before you become a manager, utashughulikiwa vilivyo, maana managers are supposed to bring a company to succeed. So you are supposed to work with people nicely. So kama wewe ni mtu marigo, kama wewe ni mtu arrogant, utashughulikiwa into isolation. Utanyonywa, ukatwa zile mabawa umemea, kila kitu kibaya, kile arrogance inatolewa, ile mchuki inatolewa, ikewaru inatolewa, kila kitu itatolewa. Na sasa na hivi vitu kutolewa zinakaanga kulingana na umang'aa yako. Venye unakausha kichwa ndivyo mtakakaa na Mungu. Lakini ukitengeneza kichwa ikuwe mzuri haraka, Mungu naye anakushughulikia haraka. So kuna watu hapa najua ni mang'aa na mmeshughulikiwa na bado mnaendelea kushughulikiwa. Na ni mtashughulikiwa. Utashughulikiwa. Unakuta unadetiwa na kimwanaume kinakudeti. Mungu anataka kupatia mwanaume mzuri. Na kwa sababu anataka, but he wants to humble you. Urudi chini. So you be dated na kuja na kudeti leo. Lakini kesho unajaribu kunipigia simu. Tunakunywa kahawa na kila kitu, kesho ukinipigia simu hata sichukui. Na hatujakosana. Unadetiwa na kimwanaume kingine tena. Alafu kile wanaume kitakuwa kikudeti ni wanaume wengine wanakaa sura baya. Baka uwezi kuwapeleka mbele ya watu. Mnaenda kukunywa chai. Huko kale ni mahali kumejificha. Na hata ukiona akichomoka kwa gari unamwambia gadhiaga nederoka. Hallelujah. When you are in the point of isolation, because I can see 90% of you, it is not that you have a problem. You are not sick. Hakuna demon iko ndani yenu. You are in the cage of isolation. Umeisolatiwa. That is why unaruka hapa. Na unakuta unakuwa na mohahe mingi because umekaa kwa isolation mpaka unajishaka, unashindwa. Tulia. Kaa utengenezwe. Utaisolatiwa mpaka unakuta ubu zinauma watu na haya zikuumi. Because kila kitu imekataswa. Imeambiwa no. Anything, chakula mpaka chakula kukula, kupata chakula is a disaster. Unanunua chakula, nyama ulinunua jana, huyu alimulinunua the same. Wewe umeenda umeweka kwa friji na wewe ameweka kwa friji. Yako ukitoa inanuka, ya huyu hainuki. Na ulinunua the same butchery. Na uliweka the same, kwa sababu you are in a point of isolation. You are not allowed to enjoy any comfort in whatever circumstance. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not supposed to enjoy any comfort anywhere until you become that property that God wants to use. Until you become that agent that God wants to use. Until you become that vessel that God wants. So if you are a vessel chosen by God, I am telling you, Brian, utaruka hapa, uende hapa. Utaenda hapa, uende hapa. Na utakutana unakokana na watu. Mwagi, utakokana na kila mtu. Ukienda hapa, unasikia watu watakosa kulipwa kabuni mzima. Mishahara ikatike kwa sababu yako. Ukiondoka unasikia watu walilipwa. Because you are in isolation. Biashara tunaanza, kazi hapa tunaanza. Wakati uliondoka tu ndio hiyo mvua ilimwagika na watu wakalima. Wakati tu ulienda Nakuru ndio kulinyesha na tukapanda. By the time unarudi unakuta season ya mvua imefanya nini? Imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda soko, wewe ndio peke yake uko na matunda mzuri. Hakuna mtu hata anakuangalia hivi na hiyo matunda yako. Ukiondoka tu wale wako na matunda baya, ukiondoka tu unakuta waliuza. Kulikuja Wasomali 3 wakachukua vitu zote. Wakati tu ulitoka unakuta wewe tu ndio uko na soko na uko na maembe, soko mzima na hakuna mtu ananunua. Haleluya. Unaenda kusema umerogwa. Na alafu Mungu anafanyaga vitu vingine. Utakuta wakati hiyo ndio unakuta kama mfupa na ni ubwa ilikula mfupa ikakuja ikaangusha mafupa hapo kwa kasi yako. Sasa unakuta nini? Kama mfupa kai. Alafu ubaya tena ubwa iliangusha hapo, alafu ikasikia kupupu. Ikaenda hapo nyuma ya kiosiki yako ikapupu. Sasa ukuje unapata kama mfupa. Shetani naye anakupeleka mpaka kwa pupu. Ukisikia
kidogo unasikia mtoto wako alikuwa anacheza football and it's normal, akagongwa akavunjika mguu, and ni normal. Unasikia una connect mfupa na pupu na una connect shule. Alafu kwa sababu umekosa kufanya kazi siku zote, unasikia landlord anakuambia nimekupatia mwezi wa kuondoka. Utakeje leo gate? You are being tengenezwa. Ukubali tu. When you are in this isolation, kubali tu. Kwa sababu naona nyinyi wote ni kama manabii nyinyi wote. Na hiyo situation imewaramba, kimewaramba. Si ndio? Kimewaramba. Tulia, Magi tulia. Diga yenya, horera. Kaa chini vizuri. Ukae kama unaona wanajaribu wakitengeneza gari. Unajua ulikuwa uko na gari. Ukipeleka gari imefanya accident. Unaambia kwa eda utaikujia next week. Wanaishughulikia. Ukiwa hapo uone venye inatengenezwa. Ina ile body jack inafanya hivi. Alafu kefo hii pa. Ukikuwa hapo utahurumia gari yako na utaona kama wanaharibu. Lakini ukienda utakuta gari yako imepakwa rangi, unawapatia pesa. Lakini hujui ni nini wameweka, mpaka matope wameweka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mvumilivu, Nancy. Horera uturuo. Mnasikia? Kaeni chini mtengenezwe vizuri, muive. Mimi nilileta umang'aa hapa kwa James Maina Ng'ang'a tulienda naye crusade hivi, crusade zote za wakati niliokoka. Crusade ya kwanza tulifanya Tononoka. Kiwaja kikajaa. Na hakuwa amewahi kujaza kiwaja, kikajaa. Maana wanataka kuja kuona huyo mtu wa Mungiki. Haleluya. Tukatoka hapo tukateremuka Uhuru Park, ikajaa. Tukatoka hapo tukaenda Nakuru Frastam, ikajaa. Tukaenda Kisumu, ikajaa. Tukaenda Bukugu Stadium, ikajaa. Sasa watu wengine wakaniambia, unajua ni wewe unafanya hiki waja ijae. Ukifungua kanisa inajaa mara moja. Na nikaona ni kama ni kweli. Nikaambia Ng'ang'a, akaniambia tunaenda Murang'a crusade. Nikamwambia nasikia mgonjwa. Sioni kama nitaenda. Na sikuenda. Lakini bado kiwaja ilijaa. Ujinga yangu sikuelewa ni ujinga imeanza kunikula. Maana Mungu ndiye anaitaka watu wanajaa kwa kiwaja. Mimi nilitumika tu kama kibao ya kutakasa Ng'ang'a, because people will come into your life kukutakasa. Ukasikia umeanza kuwa attacked, umeanza kutakaswa kwa YouTube, ni wewe anazungumzia. God is announcing you. Bwana Yesu asifiwe sana. God is what? Is announcing you. Kwa sababu Mungu anaweza kutumia anything. Anaweza kutumia marafiki zako kukutangaza, na anaweza kutumia maadui. Angalia tuangalie kama Kimani William. Ni nini ilimuannounce? Watu walikufa. Mapasta wawili walikufa. Hao ndio walifanya ministry ya Kimani William iende. Imagine watu wamekufa, alafu ministry yako inakuwa. Alafu unasabia watu tuombe mpaka wafufuke. Walikaa kwa moshari, wakaopa. Wakaopa, nasikia Kimani akwenda kuwasika. Hata manjwe dhiei. Mukamudhikia. Ni keji kale nyo badile diretekia. Kende mwite. Mugethiko ikiaterio go ni agukira. Lakini alitakaswa dunia mzima. Na kutoka hapo Kingdom Seekers sikajulikana. So there are things that God will do. There are things that God will kill in you. There are things that God will remove in you. There are things that will be removed in you, Magi. Utangolewa mpaka kichwa itabodeka. Si karibu hapa ukufe hapa. Unaona vile uligarakara hapa. Upum. Yaani mpaka akakoka kichwa tu hapa imagine. Ainya. Nyamutumia oyo. Ndigenda tuligana naye kiongo. Alimwaga damu hapa mingi sana. Ni kuudwa, ni kutengenezwa. Ndio kwenye wakora adothe ukihituka ni mahituka wewe nawe wakugirwo ni ngui. Ushaenda mahali nakuta wewe tu ndio umbo zimekogera. Watu wote wamepita lakini wewe tu. Naona zimekuwa kali. Hata na unashindwa hizi ngui. Watu wote wamepita ni wewe tu. Because you are in isolation. Uzinakuuliza nikiogelile. Umile kambi niki. Ulitoka kwa kambi kwa nini? Because you are supposed to be in the camp. In the isolation camp. Bwana Yesu asifiwe sana. When God has put you in the isolation camp, remain there.
Wacha muhahe, wacha muhagaiko, wacha murukaruko. Remain there. Stay there until the time. Now the more you become flexible with God, God will do it faster. Mungu anakuwa mjinga na wewe ukikuwa mjinga. Na ukikuwa mwerevu anakuwa mwerevu. Ukianza kupiga ya mtego anakupiga mtego. Na Mungu anakupiga kafari, anakuweka kahasho mpaka unatoa pumzi, unaenda ukitoa. Na anakuja bado anabaki kuitwa Mungu. Bado anabaki kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kai nyote moya isolation nini? Yaani nyote mko kwa isolation? Oh, ye pole. Ndio na mmodo to nake na kumwona wewe waja. Deika. Oh, pole sana. Mungu awabariki. Tusimame tu kwa miguu yetu. Hata nimewahurumia. Shikeni sadaka zenu kwanza mulete hapa. Msiniambie hata sadaka iko kwa isolation. Terezeni pesa hapa tuweke hapa. Hii kanisa inataka kulipa rent. Wangapi mpaka hapo tumesikia kubarikiwa? Haleluya. Na wangapi bado wamesikia hawajabarikiwa? Inua mkono juu kama huyo. Yes. Yeah. Worship us. Oh. Na ukiweka pesa kwa bahasha, wacha kuweka kama imekunjwa. Iweke ikuwe straight.